Nabii, naam, sisi katika familia yetu tuna matatizo. Yaani wote uzaliwa wa tumbo la mama, hakuna aliye na maisha kabisa. Ila tu mnapumua. Tunapumua tu. Ukioa mwanamke anakuacha, unaoa unaachwa. Yaani kubaki na mwanamke ni bahati sana. Mpo wanaume wangapi? Tupo? Mmezaliwa wanaume wangapi? Tumezaliwa wanaume 6. Wanawake 3. Mmebaki? Wanawake 3, wanaume 6. Sawa. Wewe umeshaoa mara ngapi? Nimeoa mara 2. Na sasa hivi? Sasa hivi yule wa pili ndio nipo naye hapa. Na ndugu zako wengine wameoa mara ngapi? Wameoa mara 2, wengine mara 3. Alafu pia sasa hivi mtaa ninapoishi naambiwa mimi mchawi. Yaani na mafarakano na majirani kweli. Wanakuambia wewe ni mchawi? Ndio nabii. Unafarakana na majirani zako? Ndio. Na hali ya ndoa ikoje? Hali ya ndoa yako ikoje? Hali ya ndoa yangu mafarakano yapo, tunaishi tu hivyo hivyo. Kwa hiyo mnavumiliana tu? Ni kuvumiliana tu. Ili mradi siku ziende. Ndio nabii. Unavyoiona ndoa sasa hivi inaelekea wapi? Sasa hivi yani hatuelewani kabisa siku hizi. Unamwambia hiki unakuta hakijafanyika. Unasema hiki unakuta hakijafanyika. Ndio. Ndio nabii, naomba nisaidie na. Kwa hiyo wewe unadhani tatizo liko kwako au tatizo liko kwa mwanamke? Yaani mimi kwa ujumla ninavyoona shida iko kwetu. Kwa upande wa wanaume. Na wanaume wote mmeoa na kuacha? Ndio. Au kuachwa? Ndio. Wote 6? Wote kabisa. Sawa. Unataka nini? Naomba unisaidie nabii. Unataka nini? Naomba unisaidie nabii. Unataka nini? Naomba tufungulie nabii. Ufunguliwe nini? Tufungulie shida inayotusumbua, kuwa tuna kwanza mali hatuna chochote katika maisha magumu. Kuachwa na wanawake. Yaani tunatafuta sana vitu vya kutafuta vya kutukiza katika maisha. Ndio. Tunalima, mnapata hata magunia 100 ya mpungu napata. Ndio. Ila hujununui hata kuku hununui. Yaani anaishia kwenye magonjwa tu, magonjwa. Mpaka sasa hivi kuna kaka yangu, mtoto wake ana miaka 2 amefanywa operation, kidonda hakijafunga mpaka leo. Ndani ya miaka 2 yote? Ndio. Kidonda bado hakijafunga? Ndio nabii. Na wewe unadhani kwa nini watu wanakuambia kwamba wewe ni mchawi? Hapo labda huweza na atumikishwa bila kujijua. Hapo ndo naomba unisaidie nabii. Maana mimi kwa akili yangu nayojifahamu sifanye hivyo. Kwa akili yako? Ndio. Haufanyi hivyo? Ndio nabii. Una umri wa miaka mingapi? 41. 41. Ndio. Sawa. Unataka baada ya kufunguliwa uwe na maisha ya namna gani? Niwe na maisha tu mazuri. Kwanza ni mtumikie Mungu kweli kweli. Na hamu sana ya kuja kanisani mara kwa mara, lakini wakati mwingine unamaliza kuoga unavaa unabaki tu nyumbani, moyo unakataa kuja kanisani. Unavaa kabisa lakini baadaye unabaki tu ndani. Ndio. Sawa. Mkono wako wa kushoto uko wapi? Hebu inue juu kabisa niuone. Ndio mkono wako wa kushoto? Ndio nabii. Wa kulia? Hapa nabii. Sawa. Sasa kwenye mkono wako wa kulia, mkono wa kulia uweke mbele yako hivi. Mkono wako wa kulia uweke mbele yako hivi. Weka tena mbele hivi. Sogeza kwenye macho yako. Kunja ngumi namna hii. Umekunja ngumi? Ndio. Haya, tazama hapa. Unaona nini hapa?
Sioni kitu nabii. Kabisa? Ndio. Hauoni kitu kabisa? Ndio. Wewe njoo. Ndio. Na wewe kaka mwenye shati jeupe njoo. Sogeza hapa sura yako, nikuwekee mikono ukaone. Sogeza kabisa macho yako. Na wewe njoo. Mwingine watatu aje. Haya. Amina. Nendeni mwangalie kitu kilichoko hapa. Nyie wawili mnaokwenda, watatu wote. Nitazameni. Nyie watatu mnitazame kwanza. Muangalieni huyo ndugu, kitu ambacho kiko hapa. Mnaiona hii sehemu ya ngumi ya nyuma? Na mkiangalia nyie kwenye mikono yenu wote hamtakiona, ila yeye kwake kipo. Msiogope. Amina. Si mmekuja hapa niwekee mikono ili muone. Sogeeni hapo muangalie. Mmeshaona au bado? Mbona mimi niko huku ninaona? Kama kuna uvimbe hapa. Sio kama. Kuna uvimbe. Hapo kuna uvimbe. Uvimbe, ana uvimbe hapa. Na mkiangalia kwenye mkono wake wa kushoto haupo. Mambo mko. Uko sawa? Ya, mkienda kwa ndugu zake wa kiume wote, kila mmoja ana uvimbe kwenye mkono wa kulia. Jesus. Amina. Sasa hao jambo lao lina ukakasi kidogo kuliongea mbele za watu. Amina. Lakini ni kwa sababu ya hawakuwa tayari kupokea toka wangali wadogo. Jesus. Kwa hiyo kadiri umri wao unavyozidi kuongezeka, ndo kadiri kuishi kwao na mwanamke inakuwa ngumu. Jesus. Ili waifanye ile kazi wanayotakiwa kupewa. Sasa brother, kuna wakati unakuwa unaitwa tu, lakini mtu anayekuita umsikii. Sawa nabii. Amina. Kwa mwezi unaitwa mara ngapi na anayekuita umsikii? Hiyo imetokea siku za nyuma sana, lakini siku hizi siisikii hiyo tena. Aliyekuwa anakuita simfahamu. Ukigeuka nyuma simuone hata. Amina. Sasa hapo tukubaliane, uko tayari kuifanya hiyo kazi au hautaki kuifanya? Sasa sielewi kazi yenyewe. Jamani, msaidieni mlio karibu hapo. Anataka aijue ni kazi ni kazi gani? Wewe ni mwenyeji wa mkoa gani? Kahama. Mwenyeji wa Kahama. Kahama Sawa. Mmeshamwambia jamani? Na kwa sababu uko ndani ya watu wengi leo, siwezi kukwambia ni inatoka upande gani katika familia mbili ambazo umezaliwa. Inabidi nitumie hekima. Sawa nabii. Sababu wewe ni mtu wa familia. Sawa nabii. Lakini usije ukafanya mke akachukia upande mmoja na watoto akachukia upande mmoja. Sawa nabii. Kwa hiyo hicho ndo kimekufanya umefika hapa. Kwa tukikuombea wewe leo, ndugu zako wote wanafunguliwa na wote, hakuna hata mmoja ambaye ataacha mke wala ataachwa na mke. Amina. Amina nabii. Kwa unasema umefanya kazi nyingi sana. Nimefanya kazi nyingi sana. Unapata hasara. Napata hasara. Unaweza kuvuna magunia hata 50 kwa mimi. Ikifika wakati unayavuna, uyatumie chochote kabisa, naisha kwenye ugonjwa tu.
yote yanaishia kwenye ugonjwa. Yakiisha tu ugonjwa huoni tena. Yaani yakiisha ugonjwa na wenyewe unapotea. Hauonekani kabisa ugonjwa tena kwenye familia. Na haubaki na hela ndani. Na hela hamna. Na ndugu zako nao ni hivyo hivyo? Na ndugu zangu ni hivyo hivyo. Yaani wana maeneo mengi. Unaweza ukaisha mwaka hata kuyalima hawayalimi. Masika ikaisha. Wanazunguka tu mpaka maisha nani masika ikaisha kabisa. Wanakuwa wanazunguka wanafanya nini? Wanazunguka tu. Kwa mfano kuna mmoja fundi wa ujenzi. Anaweza akawa anaenda tu kwenye ujenzi, yani kwenye mambo ya kulima hashughuliki, mbuga nazo nyingi mno. Mwaka unaisha halimi. Ndio nabii. Na baada ya hapo anaendelea na shida tu. Anaendelea na shida tu, magonjwa kila mwaka. Ndio. Kwa hiyo tukuombee wewe peke yako au tuombee na ndugu zako? Tuombee na ndugu zangu wote. Amina. Huyu mke wako bado unampenda? Bado nampenda. Na hutaki kuachana naye? Sitaki kuachana naye. Sasa tukikuombea yule mwingine, pamoja na kwamba ameshaingia mahala pengine, lakini atatoka, atakuja kukutafuta, utampokea? Sitampokea. Kwa nini? Alianza kuniacha yeye mwenyewe. Alafu vitu alivyonifanyia yani ni ngumu kumpokea kwa kweli. Alikufanyia nini? Mambo mazito nabii. Hebu nisimulie. Nisimulie kwa uchache tu. Kwamba kwa uchache? Hapa kuna kipindi yani alikuja ndugu yake nyumbani kunitembelea. Ndio. Alipokaa muda wa siku 2 ya 3 akatoka. Alipoenda siku ya 4 mke wangu hatoroka bila sababu. Huyo ndugu yake wewe ulikuwa unamfahamu? Ni mdogo wake kabisa, mtoto wa baba mkwe kabisa. Nikamfuatilia nikamrudisha. Tumekaa tena, baadaye akaja shangazi yake. Naye shangazi yake amekaa siku moja, siku ya pili mke wangu akatoroka bila sababu. Ndio nabii. Mpaka imefikia hatua ya kuja kutoroka tu, mpaka leo sipo naye sasa. Nikaamua tu kwa kwingine. Ila namna alipotoka sasa. Alitorokaje? Alipotoka ndo kaacha kamenivuruga kabisa. Yaani ukienda kwa mwanamke mwingine ufanye chochote. Yaani alivyotoroka ukienda kwa alivyokuacha ukienda kwa mwanamke mwingine ufanye chochote. Ufanye chochote, unakuwa kama mwanamke tu yani. Hiyo hali ilikuchukua muda gani? Mwaka mzima. Kwa mwaka mzima ulikuwa ukienda kwa mwanamke mwingine hamna chochote? Hamna, mpaka uende kwake. Kwa hiyo ilikuwa inabidi umtafute aliko. Ukimtafuta naye hataki sasa. Ukimtafuta hataki. Na ukitafuta mwingine? Ukitafuta mwingine haiwezekani kabisa. Hata hisia tu haiji. Ukilazimisha? Ukilazimisha? Hamna cha kulazimisha, hamna. Hamna kitu kabisa. Ulikuwa unakuwa kama mtoto mchanga? Hamna kabisa yani. Ulifanyaje sasa? Hapo ilibidi nianze tu kuzunguka kwa waganga kabisa. Ndio wakakusaidia? Ndio wakanisaidia hapo. Sasa hivi uko vizuri? Niko vizuri kidogo, sio sana. Kwa bado tatizo lipo? Tatizo bado lipo. Amina. Ndio maana nilitaka niisikie hiyo kwa sababu naiona, lakini pia una kitu ambacho kinakuunguruma tumboni mara kwa mara. Ndio nabii. Nilitarajia hicho nacho ukiseme. Kuna kitu kinakuunguruma tumboni. Ndio nabii. Amina. Sasa naam. Ukifunguliwa leo, ndio yule mwanamke atarudi. Kurudi ni ngumu kwa sababu mimi kurudi haya itakuwa ngumu. Kwa nini iwe ngumu wakati wewe umefunguliwa na aliyekuwa amerogwa ni wewe? Mwenzangu siku hizi mwasilika. Hilo sio shida. Ni shida. Hiyo sio shida. Ni shida nabii. Kwa nini ni shida? Shida iko wapi? Uweze kaishi na mtu mwasilika. Unaweza kuishi naye.
Kwamba naweza kuishi naye. Kuna watu wanaishi na watu ambao wameathirika na wao hawaathiriki na mpaka wanazeeka. Kuna mama ananyonyesha mtoto ambaye mama ameathirika, mtoto hajaathirika. Unakwenda na waona madaktari au hata mimi hapa nakushauri jinsi ya kuishi naye, na mtaishi vizuri tu, na kuna uwezekano wewe ukaanza kuzeeka na kufa, yeye akaendelea kuishi na akakuzika vizuri tu. Kuugua huo ugonjwa sio kufa. Sasa kwa kuwa wewe ndio uliyekuwa wa kwanza kulogwa, tunataka tukuombee wewe ufunguliwe, kwa sababu aliondoka bila kupenda, ila ni kwa sababu ya kulogwa kwako wewe na familia yako. Amina. Kwa hiyo tunataka kila ndugu yako ambaye mke aliondoka, yule mwanamke arudi. Unasemaje? Na akirudi, tatizo hilo ambalo uko nalo huku linaondoka kabisa, yaani unakuwa mzima kama ulivyokuwa mwanzo. Nabii, yani tumekorofishana vibaya mno. Mpaka sasa hivi mambo tu ya hata kupigiana simu haiwezekani kabisa. Hata simu sasa hivi ukimpigia apokei. Apokei kabisa, apokei. Hebu mpigie. Mpigie. Kama namba yake bado unayo, we bado unampenda. Ungekuwa umpendi namba yake ungekuwa umeisha futa. Nina mtoto wake, lazima niwe na namba yake nabii. Nina mtoto wake. Sio mtoto wake, una mtoto wenu. Ndio nabii. Ina maana akipata shida lazima taarifa wawe nazo. Mtoto ana umri gani? Wa 2012. Sawa. Bado tujaipata namba yake? Hebu wenye macho mazuri kimbieni pale mumsaidie kutafuta. Maana kawaida ya mwanamke wakati mnaishi wote namba inakuwa kichwani. Mkisha tengana inaingia ya mwingine, ya kwake inaondoka. Nimeipata. Haya, piga. Weka mic hapo kwenye hiyo simu nisikie sauti. Wekeni loudspeaker. Mwambie mimi bado nakupenda, nataka turudiane. Basi. Mbona simu sisikii? Msaidieni kuweka loudspeaker. Namba unayopigia haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not answered. Please try again later. Usijaribu baadaye, jaribu sasa hivi. Anko, msaidie kuweka loudspeaker hapo. Hello. Mke wangu. Hello? Mke wangu. Hello? Mimi bado nakupenda mke wangu. Mwambie mimi bado nakupenda, nataka kurudiana. Hapo ni chao. Hello? Nasema hivi. Sasa hiyo mpaka kwa wewe.
Mke wangu bado nakupenda. Nimekata tu. Hapo na ukifika mnaelekea katikati tu hapo. Namba unayoipigia haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Hatujaribu baadaye, tunapiga sasa hivi. Haleluya. Hapa lazima tumpe muda. Tukiomba leo, yule mwanamke anarudi. Naomba mawazo yenu. Nachokiona mimi, nachofunuliwa na Roho, nikiomba sasa hivi, yule mwanamke anarudi. Wake wa ndugu zako ambao nao wametoka kwenye ndoa, kila mmoja anamtafuta aliyeachana naye, sababu huko walikoondoka hawakuondoka kwa sababu hawawapendi, waliondoka kwa sababu ya nguvu iliyokuwa inawatenganisha baina yenu na wao. Sasa naomba mawazo yako ya mwisho. Akirudi, uko tayari kumpokea? Na je, huyu aliyopo utafanyaje? Mimi naomba tu nibaki na huyo niliye naye. Na yule akirudi itakuwaje? Yule hawezi kurudi nabii. Hapo kuishi naye vile vile nilivyosema ni ngumu. Kwa nini itakuwa ngumu wakati kizuizi kinakuwa kimeshaondoka? Mimi naogopa tu maradhi alionayo hayo. Unaogopa maradhi? Jamani, nisaidieni. Hayo maradhi ni ya kuogopa au unaweza ukaishi na mtu na mkaishi pamoja? Hali ikoje? Macha tusaidie. Mtu ambaye ameathirika anaweza akaishi na mtu ambaye hajaathirika na wakaishi pamoja na mmoja asiathirike? Ndio, uwezekano huo upo. Hebu mshauri yule ndugu yetu pale. Sasa kama nilisikia mara kwanza asema alimuoa sasa hivi yupo naye hapa. Ndio. Sasa nadhani labda anashindwa kuongea sababu alionaye yupo naye hapa. Eti bwana, mke wako mwingine yuko wapi? Okay. Hajaja hapa leo. Yuko hapa. Wanasema wanakujaga naye hapa. Wanakujaga naye hapa. Unakujaga naye hapa? Patamu. Hapo. Kwa hiyo kumbe huyo mwingine naye ni mwanangu wa kiroho hapa. Akinisikia mimi baba hapa anasema aondoke yeye, hapa patachimbika. Lakini mwenye haki ataishi kwa nini? Mwenye haki ataishi kwa nini? Yule aliyeondoka ndiye mwenye haki, kwa sababu hakuondoka kwa sababu ya kutenda mabaya. Aliondoka kutokana na nguvu aliyotendewa mume. Mmenielewa vizuri? Yes. Sasa yule pale ni Daktari Macha, anatuambia kwamba unaweza ukaishi naye na bado mkajikinga na mkaishi mpaka mkazeeka. Utakuwa tayari kumpokea? Shida ya kuishi na wanawake wawili siwezi, ndio shida sasa. Hauwezi kuishi na wawili? Ndio. Ila ukipata uwezo wa kuweza utaweza. Naishi na mmoja tu hivi. Maana yule nimefunga naye ndoa kanisani kabisa ya Kiroma. Yupi huyo? Yule aliyeondoka yule. Mmeshaivunja hiyo ndoa? Tumeachana tu hivi hivi. Bado ni mke wako, si ndio jamani? Mke halali ni yupi?
Mke halali ni wa kwanza au ni wa pili? Anayetambulika na Mungu ni nani? Anayetambulika na serikali ni nani? Sasa tumuombee yupi arudi? Wa kwanza. We mama, yaseme tu kwa sauti, siku ya kikukuta. We yaseme tu ya wenzako kwa sauti. Bwana, ndoa haivunjiki kwa maneno. Ndio Kwa nabii. kuwa mlishafunga ndoa mahakamani au kanisani, Ndio nabii. inatakiwa hiyo ndoa ikavunjwe mahakamani. Na wewe haujawahi kuvunja naye ndoa, Ndio. na umezaa naye mtoto, yule ndiye mke wako. Naomba kama inawezekana umsaidie, umpe package ufungulie ugonjwa alionao. Amina. Huo ugonjwa ukipona je? Naishi naye. Na huyu uliye naye? Naishi nao tu wote. Ina maana Mungu atakayemuondoa sasa. Mimi sitamfukuza yoyote pale, nitaishi nao wote, lakini atakayejiengua atakuwa ametoka mwenyewe. Atakayejiengua. Huyu wa sasa hivi umezaa naye watoto wangapi? 5. Huyu wa sasa hivi unaishi naye ndani? Nipo 5 tu. Umezaa naye watoto 5? Ndio. Alafu yule mwingine? 1. Na yule kule alikuwa ameshazaa watoto wangapi? Hamna, hajazaa. Hajazaa. Ndio. Anakusubiri wewe ukamzalishe watoto wengine. Sawa bwana? Ni hivi nabii. Naam. Yule namna ya kuwa na mtoto mpaka sasa hivi. Niliumia sana vitu alivyonifanyia. Ikabidi niende kwa mganga kumfunga asizae. Kwa hiyo wewe ndio uliyekwenda kwa mganga? Ndio. Ukamfunga? Nilimfunga asizae na yeye. Ulimfunga, ulifanyaje? Sijui mganga aliyetengeneza sasa vitu vyake pale. Wewe ulipeleka nini kwa mganga mpaka mganga alichokitumia mganga kumfunga? Ulitumia nini? Ulipeleka nini kwa mganga? Nilipeleka nini? Sikupeleka chochote, maana waganga ni ndugu zangu, mara nyingi ni ndugu zangu tu yani. Kwa hiyo ulimwambia tu? Niliwaambia tu jinsi wanavyoniona ninavyohangaika. Uliisha mwaka sijalima, namfuatilia hapo kurudi hataki. Halafu nikienda kwa wengine siwezi chochote, ameshanifunga. Okay. Kwa kuwa wewe ulikuwa ukienda kwa wanawake wengine unakuwa mtoto mchanga, wewe ukaamua kumfunga yeye asizae kabisa. Ndio. Maana nikienda kwake yani hata tu kufungua mlango hafungui. Lakini unakuwa uko vizuri. Mwanzo nilikuwa naenda kulala. Ukienda kulala unalala kawaida. Ukija huku kujaribu kwingine huwezi. Ukienda kwake unalala kama kawaida. Baadaye akakataa na kwenda kwa nalala kwake sasa. Kwa hiyo ukabaki huku upati chochote na kule upati chochote. Mwaka mzima nabii, yani nahangaika huko na huko hakuna. Ukaamua na wewe kwenda kumloga. Hata aje mwanamke mzuri namna gani huwezi. Hata aje mwanamke mzuri kiasi gani? Hamna. Hata kama ni kibinti kizuri sana. Huwezi kabisa. Haufanyi kazi kabisa? Ndio. Kwa hiyo ndo maana na wewe ukaamua kumroga. Maana nilipika tu gharama nilizotumia pale. Nimegharamika vitu vingi. Wewe ulitoa shilingi ngapi kumroga? Wewe ulitoa shilingi ngapi kumfunga uzazi? Kumfunga? Yani kwa mganga ulitoa shilingi ngapi? Hamna, waganga ni ndugu zangu tu, walimfunga bure tu bila hela yote. Bure tu? Ndio. Wakafunga tu? Ndio. Kwa kumbe unaweza kwenda kwa wao waganga wakamfungua akaendelea kuzaa. Mwingine ameshafariki, nimeenda kama kwa waganga 2. Ulienda kwa waganga 2? Sasa sijajua aliyemfunga ni yupi. Ulienda kwa waganga 2? Ndio nabii. Haujui ni mganga yupi ambaye dawa yake ilifanya kazi? Ndio nabii. Na mganga mmoja ameshafariki? Ndio. Mwingine bado yupo? Bado yupo. Sasa jamani, Roho wa Mungu ananishuhudia, yule mwanamke aliyemfunga uzazi yule, nasimama juu ya hii madhabahu. Wewe utamtafuta leo na yeye atakutafuta leo, mnarudiana ili na yeye aendelee kuzaa. Amina. Ndio nabii. Mwanae ana umri gani?
Ana miaka wa 2012. Jamani, mtoto wa 12 ana miaka 10 na ngapi? 14. Yeah, anasoma. Amesoma tu, ameishia la 3 akagaili shule. Mtoto naye akaishia darasa la 3. Ndio. Akagaili shule. Akagaili shule. Mtoto wa darasa la 3 anagailije shule? Mimi nilihama nikaja huko Dar es Salaam nikamwacha nyumbani huko. Nimesikia tu ameacha shule huko nyumbani. Yupo nyumbani. Ndio. Sasa tunataka Mungu ananipa kibali. Yule mama kula afunguliwe. Ndio nabii. Na kisha funguliwa aje huku muendelee kuzaa watoto. Ndio nabii. Hebu tamka kumsamehe. Mimi nilishamtamkia hata yeye. Haya mambo ilifikia hatua tukaelezana bayana yeye na mimi. Sasa mtamkie hapa mimi nikiwa nasikia. Mke wangu nimeshakusamehe. Mtaje majina yake. Lozi Jua Kali, mke wangu nimeshakusamehe. Mtamkie kwa Kiruga cha kwenu. Hewane nakuleka jaga. Mwambie kwa Kiruga kwamba nakuhitaji urejee. Nini? Mwambie kwa Kiruga kwamba nakuhitaji urejee kwenye ndoa. Na leo kwa wawize tulende halumo. Nahitaji tuzae watoto wengine 3. Yuko watu vyale bana bange hange 3. Kanisa pigeni makofi. Amina. Tunaamuru kwa Mungu Jehova aliye hai. Kilichokuwa kimewatenganisha kimefunguliwa leo na kuondolewa na Mungu. Naomba package. Naweka maji kwenye mkono ule, mkono wako niliokuambia wa kulia. Njoo hapa uweke kwenye mkono wangu hivi. Kuanzia leo wewe na ndugu zako, uchumi wenu Mungu anaurejesha na ndoa zenu hazitakufa tena. Amina. Na nyumba yako hiyo iliyokuwa imekufa haifanyi kazi tena vizuri. Kuanzia leo saa 11 za jioni unapokaribia nyumbani, na yenyewe inaanza kufanya kazi kama ulivyokuwa na miaka 35. Amina. Amina nabii. Ule mkono weka kwa nyuma. Ule mkono wa kulia uko wapi? Weka juu ya mkono wangu. Baba, namgeuza mtu huyu, kilichokuwa kimewekwa kwake pamoja na kwa ndugu zake, kuanzia leo kwa nguvu ya maji haya ya uzima kimetoka. Lakini Mungu natamka nguvu iliyokuwa imetumika kumfunga yule mwanamke uzazi, kuanzia leo imetenguliwa, naye yuko tayari kwa kuzaa na atazaa tena watoto wengine 3 katika jina la Yesu. Na wewe uchumi wako na uchumi wa ndugu zako vimefunguliwa, na ndoa zenu sasa hazitavunjika tena. Nenda na amani. Amina. Chukua hii package. Mungu akubariki. Ongezea Bwana Yesu makofi.